Ulimwengu umeadhimisha siku ya watoto wanaozaliwa kabla ya miezi 9, huku ikibainika kwamba katika kaunti ya Bungoma idadi ya watoto wanaozaliwa kabla ya miezi 9 ingali juu ikilinganishwa na mikakati ambayo imeendelea kuwekwa. Eric Lumbasi na taarifa hii. Kulingana na daktari wa watoto katika hospitali ya rufaa ya Bungoma, Dickens Lubanga, tatizo la watoto njiti limesalia kuwa changamoto katika kaunti hii, akihoji kuwa mwaka huu wa 2025 takwimu zinaonyesha kuwa 26% ya watoto njiti walizaliwa tangu Januari ikilinganishwa na 22% kitaifa. Shida kidogo. In fact, ukiangalia kwa takwimu ya kijumla, kaunti ya Bungoma bado iko juu kidogo compared to kwa ile national level ambapo wamefikia, na ndio maana tunajaribu kujizatiti ili tufikie ile national level figures, kwa sababu hapa level zetu ziko juu zaidi. Although zimerudi chini, nilivyosema kuwa since mwaka 2014 mpaka saa hizi zimestagnate nationally around 22.2, but Bungoma tuko around 26. So tukiangalia Bungoma tuko around 26, but nationally wako at 22. So inafaa lakini tumekuwa na improvement kwa sababu baadaye ilikuwa 32. Okay? Ilikuwa 32 out of every 1000 walikuwa nafariki hapa Bungoma. Hiyo figures napeana na wale ambao wanafariki. Okay? 32 out of 1000 children who are born in Bungoma wanakufa kwa sababu ya complications za prematurity. Okay? Aidha, muuguzi katika kitengo cha watoto njiti Maureen Natembea anahoji kuwa bado wanakabiliwa na changamoto ikiwemo nafasi finyo na mitungi ya gesi ya oksijeni ya kutosha. Challenge is lack of piped oxygen. We are using cylinders and one cylinder only lasts for 4 hours. So that is the biggest challenge, followed by staff shortage. We are only 12 nurses versus 80 patients. So the quality of care is wanting. Licha ya changamoto hizi, juhudi zimewekwa kuwasaidia kina mama wanaojifungua kabla ya kufikisha muda ufaao ili kuhakikisha watoto hao wanapata kuishi. So the younger mothers and the older mothers above 35 years are at risk of getting a preterm baby. The other one is a mother who has a history of having had a baby who is preterm. So if you have a history of prematurity in your previous delivery, then you are at risk of getting another preterm baby. Also important that this preterm baby is born within a health facility that is able to offer respiratory support, because the organ that really has to work when this preterm baby is born is the lungs. So we need babies to be born in a facility where they can get strong start. Not all our level 4s have bubble CPAP. Baadhi ya kina mama wenye watoto hawa wamesifia ushirikiano wao na wahudumu wa afya katika kitengo hicho. Mara kwanza kumuona nilishtuka, the experience was very new, like siku expect mtoto angetoka hivyo mdogo, but thank God na usaidizi wa madaktari wakamtibu maziwa kidogo mpaka saa hii amefika 1.8 kg. Sasa nashukuru hiyo hospitali imeshughulika. Siku nilishituka vile niliona nilipojifungua, lakini kwa neema ya Mungu na masisi daktari wa hapa wamenisaidia. Serikali ya kitaifa na ile ya kaunti ya Bungoma sasa zikitakiwa kuweka mikakati zaidi ya kuhakikisha vifo vya watoto hawa vinapungua. Eric Lumbasi, West TV, hospitali ya rufaa mjini Bungoma.